شيخ نقول آية أو بالله من الشيطان الرجيم بقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. تفسير الآية هي سورة البقرة آية 102. ولقد علموا وحقيقة walifahamu au mushrikina waliotangulia na ahlul kitabi waliotangulia, walaqad alimu, kwa hakika walikufahamu, lamani sharahu, yule yeyote ambaye atakayekhiari kununua uchawi ama kufanya biashara ya uchawi, ama yeye akawa anauza, fama lahu fil akhirati min khalaqi, basi mtu huyu akhera hana fungu lolote. Walaqad alimu, kwa hakika walifahamu hao waliotangulia na wasasa wafahamu ya kwamba lamani sharahu, yeyote mwenye kuchagua akakhiari kuchukua uchawi ama akafanya biashara ya kununua uchawi ama akafanya biashara ya kuuzia watu uchawi, malahu fil akhirati min khalaqi, huyu kesho akhira hana fungu lolote. Kesho akhira hana fungu lolote. Sasa akhira, mtu yeyote atakayekhiari akachagua uchawi wa kuwazuru watu wale viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye akajimilikisha silaha hiyo kwa ajili ya kuwazuru viumbe ya Allah subhanahu wa ta'ala, akajiona yeye ndio mkuu wa dunia, Mungu dunia, malahu fil akhirati min khalaqi, huyu akhira hana fungu lolote. Akhira hana fungu lolote. Akhira hana fungu lolote. Katika aya nyingine katika sura An-Nisa aya 51, Allah kasema alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab, hivi huwaoni ya Muhammad wale ambao waliopewa sehemu ya kitabu hiki, yuminuna biljibti, wanaamini uchawi wa taghuti na majini. Hii ni aya ya Qur'ani. Alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab, hivi huoni kufahamu ya Muhammad wale ambao waliopewa sehemu ya kitabu hiki, wanajua ahlul kitabaini hawa wa kwanza kabla ya Qur'ani. Alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab, walipewa sehemu ya kitabu wakavitupa. Yuminuna biljibti, wanaamini mazimu, wanaamini uchawi wa taghuti na majini. Sasa Umar akasema ajibt asihr, bali Allah alisema alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab yuminuna biljibti, hawa waliopewa kitabu yuminuna biljibti, wanaamini jibti. Umar ibn al-Khattab akasema aljibti asihr ni uchawi. Watu walitupa kitabu Allah waraa dhuhuri, wakatupa kitabu ile namba za paniku, ile sehemu ya wale waliopewa kitabu walitupa kitabu cha Mwenyezi Mungu, wakakiweka nyuma ya mgongo, wakajifundisha uchawi. Watabau ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman, kwa maana waliofuata yale ambayo waliosomewa na mashaitani katika ufalme wa Suleiman. Wa makafara Suleiman walakina shayatin kafara, hakufuru Suleiman isipokuwa wale mashaitani ndio waliokufuru. Yuallimuna nasa sihra wama unzila ala malakaini bi Babila Haruta wa Maruta, wakijifundisha uchawi na yale ambayo yaloshushwa kwa malaika wawili kama mtihani, Haruta wa Maruta. Wama yualimani min ahadi hata yakula ina maana fitna, wala walikuwa hawafundishi yote isipokuwa wanasema sisi ni fitna, ni mtihani, sisi ni mtihani. Wayataalamuna ma yadhuru, Allah anasema wanajifundisha mambo ya uchawi ambayo yanawadhuru wenyewe, lakini wao hawakuwa wenye kudhuru yoyote isipokuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu.
Mwisho akasema walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqi, walikushajua ya kwamba yeyote mwenye kujifundisha mambo haya kwa ajili ya kuwadhuru viumbe wa Allah, huyu akhira atakuwa hana fungu lolote. Kwa hiyo ndugu zangu, huyu ni Sheikh Abdul Hussein Muhammad bin Abdul Wahhab, kama wenzetu wanakubali, sisi tunakubali. Mwanachuoni kasema haya, kama yeye kayasema haya, hakuna haja ya kuchukiwa kuonekana kama yeye ana msimamo fulani wa kuja kuwatukana watu na mambo yao. Hapana, hii ilikuwa ni misimamo ya ili watu waondoke katika hali fulani, waingie katika kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ndio ilikuwa pengine shabaha yake, lakini kama mtu unakuja na habari kama hizi, lazima uchukiwe, lazima uchukiwe na jamii, lazima jamii kuchukiwe. Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamu tawaghiti, wale yuminuna bijibu wa tawaghiti, wanaamini uchawi na tawaghiti. Kuhani, hawa ni wale makuhani, kana yanzilu alaihim ash-shaytan. Jabir anasema mashaitani walikuwa wakiwashuhudia wasikuli hayin wahidi, lakini katika kila kabila anapatikana kuhani mmoja yuko. Kila kabila lina kuhani, kila kabila lina kuhani ambaye anakwenda kuulizwa habari zao, habari za maisha ya wale watu wa kabila fulani. Wanakwenda kumuuliza yule kuhani habari za mvua itakuwaje katika mwaka huu, vifo pengine vitakuwa vipi katika mwaka huu. Kwa hiyo kila kabila lina kuhani, kama anavyosema Jabir, kila kabila lina kuhani. Sasa Sheikh akaweka hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bisimuliwa mapokezi haya kutoka kwa Abu Hurairah, Mwenyezi Mungu amradhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hadithi hii, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, enyi waumini, jiepusheni na madhambi 7 yanayoangamiza. Jiepusheni na madhambi 7 yanayoangamiza. Na ndivyo tunapokimbilia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lazima haya madhambi tuhakikishe tumetubu, tumemwomba Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru tusije tukaingia katika madhambi haya. Ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiepusheni na madhambi 7 yanayoangamiza. Qalu ya Rasulullah, wakasema ewe mjumbe wa Allah, wama huna, ni yapi hayo madhambi 7 ambayo yanayoangamiza? Hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anataka watu wanusurike na moto wa Jahannam, watu wakaipate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtanibu sab'a al-mubiqati, jiepusheni na madhambi 7 yanayoangamiza, kwa sababu tunaweza tukaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inshallah, la ilaha illa Allah wa astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kuna madhambi mengine bado tunayo, tumefanya nini? Ijtanibu sab'a al-mubiqati, jiepusheni na madhambi 7 yanayoangamiza. Haya madhambi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika madhambi haya, qalu ya Rasulullah wama hunna, qala ashirku billahi. Jambo la kwanza, dhambi kubwa nzito ya kwanza, ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kuabudu asiyekuwa Allah, kuabudu miungu asiyekuwa Allah. Ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, dhambi ya kwanza. Dhambi ya pili ndio hii, mada ya Sheikh babu majaa kisiri, akasema wasihiru, uchawi. Kwa kuzungumza kisa katika hutuba ya pili, kuangalia ubaya wa hasadi na chuki ya mtu kumwekea chuki binadamu mwenzake,
mpaka kufikia kiasi cha kutaka kumdhuru. Limetokea wapi hilo? Asihru, uchawi. Uchawi ndugu zangu tumekatazwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata mtu kuwa yeye akiambiwa labda atakabidhiwa uchawi ama atapewa uchawi, sio jambo la kawaida tu mtu kubali, labda mimi nitalipokea, labda mimi nitakabidhiwa uchawi, mimi nitapewa uchawi, labda nitakuwa ni mkuu katika familia. Sio jambo ambalo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametusia. Tunatakiwa tutubu hayo mambo. Asihru, uchawi. Wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqqi, na kuiua nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa isipokuwa kwa haki. Ndio yale kwa baya na hasadi. Baada ya hapo unakwenda kumdhuru binadamu wenzako. Kwa hiyo katika dhambi ya tatu, wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqqi, na kuiua nafsi ambayo Allah ameharamisha kuuawa isipokuwa kwa haki. Haki kuna ile rajmu, pengine mtu kapigwa mawe wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuna mtu pengine kalitani, mtu alikuwa anatangaza Uislamu, mtu alikuwa ni Muislamu, katoka amekwenda upande mwingine, anaanza kukashifu Uislamu na kutukana Uislamu. Huyo anatakiwa auawe. Kwa sababu ametoka katika Uislamu, ameutumikia Uislamu, kisha ameondoka amekwenda upande mwingine, anaanza kutukana Uislamu na kukashifu. Huyu anatakiwa auawe. Wa qatlu nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi, na kuua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha isipokuwa kwa haki. Wa aklu riba, na kula riba. Aklu riba, kula riba, yani hiyo wako mali yatima na kula mali ya yatima. Tano, kula mali ya yatima. Watawali yauma zahafi, na kukimbia katika siku ile ya msongamano kupambana na maadui katika vita, mtu akawa amechomoka amekimbia, ni katika madhambi makubwa. Wa qadhful muhsanati, na kuwatuhumu zina. Wa qadhful muhsanati, kuwatuhumu kuwa wamefanya zina. Al-muhsanati, wanawake wema waliohifadhika. Al-ghafilati, walioghafilika na kufanya machafu. Al-mu'minati, tena waumini. Yani mtu anamtukana mwanamke muumini ama anamtukana mkeo, wewe mzinifu, wewe mzinifu, lakini unamtukana mkeo mzinifu. Je, una ushahidi wowote kwamba yeye amezini? Unatakiwa ulete mashahidi wanne, na hao mashahidi wanne wote washuhudia kwamba yeye, waone wenyewe, sio hao watatu wameona wakampa habari. Leta mashahidi wanne ambao watatoa ushuhuda kwamba mwanamke huyo amezini. Ndugu zangu, katika hayo madhambi 7 ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha madhambi 7. Ya kwanza, ashirku billahi, kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wasihru, na kuingiza katika kazi za uchawi. Dhambi ya pili, wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqqi, na kuua nafsi ambayo Allah ameharamisha isipokuwa kwa haki. Dhambi ya tatu, wa aklu riba. Dhambi ya nne, kula riba. Ya tano, wa aklu mali yatim, kula mali ya yatima. Kula mali ya yatima. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kula mali ya yatima, lakini kama mtu anasimamia kuna watoto yatima wengine wa ndugu yako, wewe unasimamia, kuna mali umepewa wewe, zile mali wewe unazicontrol, unafanya biashara, kuna kitu kinaingia kinazidi. Kwa hiyo pale wewe unatakiwa ule kwa njia ambazo ni nzuri, usifanye israfu katika ile mali. Zile faida zinazopatikana wewe unatakiwa ule katika njia ambayo ni nzuri. Na kama tulivyosema katika hotuba iliyopita kwamba wale watoto yatima Allah subhanahu wa ta'ala amewaita ni as-sufaha'u, wale ni wajinga. Wala tutu sufaha'a amwalakum, wala msije mkawapa hawa wajinga mali zenu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alifanya kiyama
ndiyo kisimamo cha maisha yenu. Maana mali ndiyo uti wa mgongo wa maisha. Fedha ndiyo uti wa mgongo wa maisha. Sasa wewe ambaye unasimamia watoto yatima hawa, mpaka uangalie wamefika rushdu, wamefikia katika utu uzima, ndio wakabidhi mali zao, hayo majumba na hizo mali. Lakini kama unakurupuka tu haraka tu, unakwenda kuwakabidhi nyumba, unawakabidhi mali, they cannot control them. Hizo nyumba zitauzwa, mali zitapotea, kwa sababu hawajiwezi, hawana uangalifu wa kuweza kuangalia zile mali. Kwa hiyo waakulu mali yatim, kula mali ya yatima. Huyu ni yule ambaye anafanya dhulma, lakini yule ambaye anafanya biashara, chagua anachukua, alhamdulillah, mambo yanakwenda, huyu hayuko katika madhambi. Kwa ndugu zangu, haya madhambi ya sihiri, uchawi ama kuua, kitu kibaya ambacho tumekatazwa, wala isije katika familia. Mtu akasema tu bwana, mtamkabidhi uchawi fulani. Hapana, unamkabidhi roho ngumu na unamkabidhi kitu ambacho anaweza akawadhuru watu, na haya tumekatazwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh huyu Abdul Hussein Muhammad ibn Abdul Wahhab amesema fi sahihi Bukhari. Nimekuja kuchukua mada hii katika kitabu chake kwa sababu sijaona maelezo yake ambayo kayaweka yeye, ambayo naweza nikamkosoa hapa. Kasema wa fi sahihi Bukhari, na katika kitabu asahul kutubi baada kitabillah, katika kitabu ambacho ni sahihi zaidi baada ya kitabu cha Allah ni Sahih Bukhari, kinachofuatia Sahih Muslim. Sahih Muslim kitabu hili hapa. Wa fi Sahih Bukhari an Bajalata ibn Abada qala kataba Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab wakati wa khalifa wake alikuwa anaandika barua kwenda sehemu mbalimbali. Umar aliandika anikutulu kula sahirin wa sahira, ya kwamba muweni kila mchawi mwanaume na mchawi mwanamke. Umar ibn Khattab, Umar alikuwa anaandika barua. Umar ibn Khattab anaandika barua, anikutulu kula sahirin wa sahira, muweni kila mchawi mwanaume na mchawi wa kike. Sasa haya wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakati wa hadi, wakati ile hadi zinatumika, uchawi ulikuwa ni dhambi mbaya. Qala, amesema apokezi wa hadithi katika Sahih Bukhari, anasema faqatanna salata sawahira, tukawaua wachawi watatu. Faqatanna salata sawahira, tukawaua wachawi watatu, katika Bukhari hiyo. Sasa wanjudubi marfua, hadithi marfu. Tunaposema hadithi marfu katika somo la mustala wa hadithi, ni hadithi ambazo zimetegemezwa moja kwa moja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumekasema hadu sajili darbatu bisayfi, adhabu ya mchawi apigwe upanga. Tunasema sheria haya, mambo haya, hii misimamo ya kiwahabi. Hadu sahiri darbatu bisayfi, adhabu ya mchawi apigwe panga au wawe. Sasa ikapelekea mambo sasa mchawi tena au wawe apigwe panga. Haya mambo yamekaa vipi haya? Lakini wasaha an Hafsa, imezidi hadithi sahihi kwa Hafsa radhiallahu anha, anaha amarat bi qatli jariyatan laha saharata. Hafsa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa Umar ibn Khattab, Hafsa mke wa Bwana Mtume, amara biqatli jariyatan laha. Huyu Hafsa mke wa Bwana Mtume aliamrishwa auawe mjakazi wake saharata. Yule mjakazi kamroga mke wa Bwana Mtume, fakutila kadhalika, yule mjakazi akauawa. Kwa sababu gani? Ameleta kitendo cha uchawi. Kwa hiyo haya mambo ndugu zangu yamekatazwa katika jamii, haya madhambi sana. Lakini pia uchawi, kujifundisha kitu ambacho ni kizito kitakachokuja kuwadhuru watu, tumekatazwa. Au billahi min shaitani rajim.
برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والرحيم. وإنا نستعين على قوم الدين والدين. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله عز وجل. أما بعد Sangu Islamu inakuhusiana tena mara ya pili tumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama anwani yetu ya pili katika hotuba hii bado tunagusia babu majaa fi sihiri, mlango ambao unakataza watu yangu tukio ambalo limenitukia mimi mwenyewe, limetokea kwangu mimi mwenyewe. Na malizia hotuba, mwaka wa 2000 nimekwenda kuoa kwetu Kigoma. Mwaka wa 2000 nimekwenda kuoa, ndoa yangu ya kwanza. Nipo nyumbani tumekaa, baada tuondoke kidogo sasa tunakuja Dar es Salaam. Siku ambayo tunatoka saba, mimi ndio natoka saba sasa, alhamdulillah ndio harusi natoka saba. Lakini siku tatu kabla sijatoka saba, kuna mama mmoja ambaye ni wapangaji wa nyumba yetu ile. Yule mama kaniambia, "Sabi shehe, mwanangu anaumwa sana, wala sijui kuna jambo gani. Naomba umuombee dua." Mimi nikamshika yule mtoto kama si miezi 6-7. Mtoto anaumwa, nikamwombea dua. Tena nikamwambia mama, nitamtomea hii Taibul Asma. Nikataka sasa nikaweka Taibul Asma. Sasa kitabu hicho washakajua. Kuna sehemu wa min kulli ma nashkuhu ya rabbi afina ka ayyuba idha afaitahu ba'da balwahu ya Allah ya latif rabbi farij alaina ya Allah. Sikiliza matukio. Wa min kulli ma nashkuhu ya rabbi afina, kila yale ambayo Mwenyezi Mungu tunakushakia ya Allah tuondolee. Wa min kulli ma nashkuhu ya rabbi afina, yote ambayo tunakushakia, maradhi, magonjwa, mabalaa, ya rabbi afina tuondolee. Ka Ayuba idha afaitahu ba'da balwahu, kama Ayubu ulivyompa uzima ukapona baada balwahu, baada kumfanyia mtihani miaka mingapi hiyo, kaumwa mpaka natupwa. Yule mtoto anamsomea mimi mtoto asema, nikampa maji, mama mchukue mwanao. Kumbe mtoto na malaika. Baada ya siku 3 kuna tukio. Siku ambayo sasa mimi natoka ile saba ile vurugu hiyo, kina mama wamekuja pale kutokea harusi, wale wapangaji wawili wanabifu. Mmoja anataka kumdhuru mtoto wa mwenzake, na malizia sirefushi. Kumbe amechukua kostiki wale wanaotengeneza sabuni. Sisi watu Kigoma tunajua kostiki ni ile sumu ya kutengenezea sabuni, dawa ile ya kutengenezea sabuni. Kamchukua yule mtoto wa miezi 7, na watoto wao Mwenyezi Mungu anawaumba, anajua mwenyewe. Katika ile vurugu ya harusi, mimi ndio baba harusi, akamiminia kostiki. Yule mama anamaliza kule, sasa anakuja na yule mtoto anatapika. Yule mama anakuja na mjia, mpelekeni kwa mganga wa kienyeji. Anaonesha mtoto apeleke kwa mganga wa kienyeji. Allah atawazindua mmoja kusema hapana. Jamani, mathalan tumkimbizieni Juda hapo, kuna wataalamu jamani, mtoto anatapika kwa mganga wa kienyeji nini, tumkimbizieni Juda. Wakamkimbizia mathalan hapo Juda, wataalamu wa afya wakampima vipimo, wakampa dawa yule mtoto ndani ya saa moja. Daktari anasema mtoto kapewa kostiki, sumu ya kutengenezea sabuni. Mama huyo mcheshi hatari, cheshi sana, nimemshuhudia mimi mwenyewe pale mpangaji wetu. Mama mcheshi. Sasa baada ya yule mama kufika, analia pale, anasema mwanangu kapewa sumu ya kostiki. Wallahi thumma wallahi, walikuja watu pale katika nyumba yetu, wenye michi, wenye nondo, wenye marungu, wanakuja kuua. Mimi nikatoka, jamani niko chini ya ndugu yenu. Wakanisikia mimi kama shehe, tunaomba kwa kuwa daktari kasema mtoto sasa ni mzima, tunakupa saa moja huyu mpangaji aondoke. Mama ndio kaondoka, anaelekea zake kwa Kibondo. Tunajuana sisi Kibondo. Lakini katika msukumo wangu mimi nilipokwenda nikafika Kasulu, nataja huko sababu tunawezana wenyewe. Baada ya Kasulu kufika Kibondo, nikamkuta shehe mwenzangu. Shehe ananiambia, bwana wewe umekuja hapa Kakongo, usije ukanunua mhindi barabarani. Sasa
Samweli vipi? Anasema kuna mnyama mmoja mdogo huyo kama paka, ana sumu mbaya, hata mama hawezi. Watu wamejinunulia ile sumu wameweka. Mtu mmoja katika kijiji cha Makere huko Kasulu amefanya vitu na majirani, akakuta wenzake wamechukua mihogo hii wameandika kwenye machanja yale. Baada ya kusaga ule unga, kachukua sumu ya yule mnyama amekwenda kunyunyiza katika unga. Baba, mama na watoto wamekufa kijiji cha Makere Kasulu. Inna lillahi. Sasa wewe unajifundisha uchawi wa kweli? Si hatari? Sasa ndio Mtume akasema Imam Shafi afwan, al-ilmu lil-imani, elimu bwana ni elimu mbili, elimu tibi lil-abdani, elimu ya uganga kwa ajili ya mwili. Mara kasema sasa ile mafuta ya zaituni si kukanywa kidogo, sumu watu wamepewa nyingi na hawajafa kwa uwezo wa Mungu, lakini sumu hizi watu wamepewa nyingi. Haya matunda ya chini si kitu gani mashaka najua mimi sitangazi. Al-ilmu lil-imani katika taalimu al-mutaalim tariqa ta'allumi. Sheikh akasema al-ilmu, kauli ya Imam Shafi, al-ilmu imani, ilmu tibi lil-abdan, elimu ya uganga kwa ajili ya mwili. Mambo ya sumu si kitu gani, toa chuku si kwamba, wa ilmu al-fiqh lil-adyan, na elimu ya fiqh kwa ajili ya kama mtu atasoma akajua mambo akasoma zaidi akawa professional wa elimu ya uganga mpaka watu wakamta mchawi, lakini sio mchawi. Kama ana lengo la kuwanusuru watu, basi sharia inakubali. Yaani tukasoma mpaka kawazidi wachawi, kasoma mpaka kawazidi wachawi, sharia inakubali. Kwa ndugu zangu, kwa matukio haya nilionea nini? Watu wamekufa familia. Mwingine kamfanyia bizi mtoto wa miezi 7. Subhanallah. Sasa ndio Sheikh Al-Hussein Muhammad ibn Abdul Wahhab katika kitabu chake At-Tauhid akawa ameweka, na mimi nikaona basi na mimi kama tuna matukio watu wameuana na mashehe wameyakataza na wengine wamechikiwa kwa misimamo hii, na sisi tunakuulizwa siku ya Kiyama. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila kheri. Wabillahi minash shaitani rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ilmi sayyidina Muhammad bin Khattab, ilmi sayyidina Uthman bin Affan, ilmi sayyidina Ali bin Abi Talib, اللهم بقيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعنا له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات والدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا عالم السر بنا لا تكسر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم يا عالم السر بنا وكلنا حيث كنا برحمتك يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر فاذكروا الله على ما يذكركم واشكروا على ما يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم على ما تصنعون أقيموا الصلاة.